Na tusome maandiko kutoka kitabu cha Isaya 41 mstari wa 9, alafu tutakuwa tukiendelea. Ni kama ninawaambia kuwa wanafunzi wa Yesu walikuwa ni kama vile tunaishi kwenye familia. Familia inaweza kuwa na watoto wengi ama ikawa na watu wengi, lakini kati ya hao watu wakawa watu wenye tabia tofauti tofauti. Kwenye familia tunaishi watu wengi, kwenye familia tunakaa watu wengi, lakini hakuna hata siku moja ambao watu watafanana tabia. Mnaweza mkawa wapacha ndio, lakini tabia zikawatofautisha. Mnaweza kufanana sauti ndio, lakini yale matendo yenu ama tabia zikawatofautisha. Tunapoona maandiko, wakati Yesu alipokuwa akitembea na wanafunzi wake, kila mmoja alionekana kuwa na tabia tofauti tofauti. Kuna wengine walikuwa wakali, kuna wengine walikuwa wapole, kuna wengine walikuwa wakarimu, na kuna wengine walikuwa na tabia zingine tofauti. Lakini tunapoona kwenye maandiko, hakuna siku Yesu aliwahi kukataa hata mwanafunzi mmoja. Ijapokuwa waliishi wakiwa na hizo tabia, lakini Bwana aliendelea kutembea nao. Yesu aliendelea kufanya kazi nao, aliendelea kuwapa mafunzo. Isaya 41 tutaanzia mstari wa 9, alafu tutakuwa tukiendelea. Lakini maandiko yanasema kuwa Yesu aliendelea kutembea na hao wanafunzi mpaka ikafikia wanafunzi wa Yesu akamsaliti. Si kwamba Yesu hakuwa anaelewa, si kwamba Yesu hakujua, kwa sababu tunaposoma kwenye maandiko, ilifika wakati akaanza kuambia, akamwambia mwanafunzi wake Petero, Petero, wewe utanikataa mara 3 kabla ya jogoo kuwika. Bwana alijua kile ambacho kitatokea kwa Petero. Bwana alielewa kabla ya hicho kitu kutokea. Lakini maandiko yanasema, hatujaona maandiko yakisema kuwa Yesu alimkataa Petero, ijapokuwa alijua kile ambacho kitatokea. Bwana asifiwe. Amen. Tusome hapo kwenye maandiko. Kumkubali Mungu ndicho kichwa cha habari. Kumkubali Mungu. Isaya 41 mstari wa 9. Isaya 41 mstari wa 9. Isaya 41 mstari wa 9 unasema hivi. Unasema hivi: wewe nilikushika toka miisho ya dunia. Maandiko yanasema kuwa wewe nilikushika toka miisho ya dunia, na kukuita toka pembe zake. Na kukuita toka pembe za dunia, nikikwambia wewe mtumishi wangu. Wewe mtumishi wangu. Nimekuchagua wala sikukutupa. Nimekuchagua wala sikukutupa. Mstari wa 10. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Tuachie hapo kidogo. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko yanasema kuwa Yesu akasema kwenye maandiko hapa, akasema kuwa wewe nimekuchagua kutoka pembe zote za ulimwengu na sikukutupa. Huyu ni mtu gani Mungu anaongea na yeye? Ni mtu ambaye amemkubali ya kwamba nimekuchagua wewe. Kwenye familia yako nimekuchagua, kwenye kijiji chako nimekuchagua, kwenye nyumba ya baba yako nimekuchagua. Bwana asifiwe. Amen.
Yesu anaweza akakuchagua wewe. Hatujaona kwenye maandiko akasema kuwa nimechagua familia ya mtu fulani. Yesu anachagua mtu jinsi alivyo. Kama vile tulikuwa tukiangalia maandiko siku ya Jumapili, vile ambavyo alichagua Daudi, vile ambavyo alichagua Yusufu. Na leo maandiko yanatuambia kuwa Yesu amekuchagua wewe kutoka pembe zote za ulimwengu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana akikuchagua wewe, ni lazima ako na makusudi. Yesu hawezi akachagua mtu kwa sababu tu ya kumchagua. Lazima kuna kitu anahitaji kwenye maisha yake. Na ndio maana wakati huu anasema kuwa nimekuchagua wewe. Mbona hatachagua mtu mwingine? Kuna makusudi ambayo yamefanywa, lazima akasema kuwa nimekuchagua wewe ambaye uliyenikubali kutoka pembe zote za ulimwengu. Yesu amekuchagua ili kwamba uje uhubiri neno lake. Yesu amekuchagua ili kwamba usaidie kundi lake. Yesu amekuchagua ili kwamba uongoze watu wake. Yesu amekuchagua kwa hiyo familia yako ili kwamba ufanye makusudi yake. Bwana asifiwe. Amen. Ningependa kukwambia mchana wa leo ya kwamba wakati Yesu amekuchagua, kama kuna kitu anahitaji ni wewe tu kujua kama umeitwa. Ni wewe tu kuelewa kama Mungu ako na makusudi na wewe. Kuna watu wako na huduma lakini hawazitumii. Yesu amekuita na huduma ya uimbaji. Yesu amekuita na huduma ya uinjilisti. Yesu amekutuma na huduma ya uchungaji, lakini umekaa umetulia. Hivyo ndivyo Yesu anaita mtu. Yesu hawezi kukuita alafu akakuacha. Lazima kuna kitu ataacha ndani yako. Lazima kuna alama ataacha ndani yako. Lazima kuna mbegu ataacha ndani yako ili kwamba iendelee kuzaa matunda. Bwana asifiwe. Amen. Wakati ambapo umegundua kama Mungu amekuita, haina haja ya kujificha, haina haja ya kuogopa, haina haja ya kuona haya, haina haja ya kuona wanakuangalia. Lazima ung'ang'ane. Na niposa tunaona kwenye Luka, wakati Yesu alipokuwa njiani, wakati alimponya mwanamke mwenye damu. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kuwa yule mwanamke hakuogopa, maana alijua Yesu anaweza akamsaidia. Hiyo inatuonyesha kuwa wakati ambapo unataka msaada, hauwezi ukaogopa. Vile ambavyo unakuwa na shida, unakimbia kwa majirani. Vile ambavyo mafuta yanakuishia, unakimbilia jirani. Hivyo ndivyo unafaa kumkimbilia hata Mungu, wakati ambapo umejua kama yeye ndiye msaada. Mchana wa leo nikutie tu moyo ya kuwa Yesu ndiye tukimbilio ambalo tuko nalo. Kama wanadamu wanaweza wakakudharau, wakati ambapo utaanza kuifanya huduma wanaweza wakadharau. Wakati ambapo unaanza kitu wanadamu wanadharau. Wakati ambapo unaanza kufanya mambo yako wanadamu wanadharau. Lakini maandiko yanasema kuwa mawazo ya Mungu si kama mawazo ya wanadamu. Wakati ambapo Mungu ameplani vitu juu yako, hakuna mwanadamu anaweza akazuia. Wanadamu wanaweza wakazungumza, labda kuna sehemu umeenda, lakini kama ni mipango ya Mungu, hakuna mpango wa Mungu unaweza ukafeli. Bwana asifiwe. Tuendelee mstari wa 10, inasemaje? Usiogope kwa maana mimi pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi. Mstari wa 10 inasema
usiogope kwa maana mimi pamoja nawe. Usiogope maana mimi ni pamoja na wewe. Usifadhaike kwa maana mimi Mungu wako. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Maana nitakushika mkono. Maana mkono wa kuume wake wa haki yangu. Amen. Maandiko yanasema kuwa usiogope, usifadhaike. Maandiko yanarudi yanasema kuwa mimi ni Mungu wako, nitakushika kwa mkono wako wa kuume. Bwana asifiwe. Amen. Hii inamaanisha nini? Wakati ambapo Mungu amekuchagua, anajua kama kuna aibu. Wakati ambapo Mungu amekuita, anajua kama kuna kuchekelewa. Wakati Mungu amekuita, anajua kama kuna kuongelewa. Wakati Mungu amekuita, anajua kama kuna vita. Hiyo ndiyo maana Mungu anatutia moyo wa kuwa tusiogope. Amen. Ijapokuwa utapita kwenye mwali wa moto, ijapokuwa utapita kwenye miba, ijapokuwa utapita kwenye maji mengi, lakini Bwana anatutia moyo, anasema msiogope. Atatushika mikono, atakushika mkono. Wewe ambaye familia yako haipo sawa, Bwana anasema usiogope. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ambaye familia yako inaonekana ya chini zaidi, usiogope. Muite Mungu, mwambie Mungu, mimi nimekubali hii hali, mimi nimekubali, lakini naomba unisaidie. Maandiko yanasema kuwa Mungu atakushika kwa mkono wake wa kuume. Bwana asifiwe. Amen. Na haki yake. Amen. Na hakuna kitu kibaya ambacho kitakutokea wakati ambapo Mungu amekushika, wakati Mungu anatembea na wewe, wakati ambapo Mungu ako kwa upande wako. Hakuna kitu kibaya ambacho kinaweza kikainuka kikakushinda, maana Mungu ni mshindi na tayari unatembea na ushindi. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko yanatutia moyo kuwa tusiogope. Ijapokuwa tutapita kwenye vita, ijapokuwa tutapita kwenye mateso, ijapokuwa tutapita kwenye moto, lakini tusiogope. Mchana wa leo Bwana anakwambia usiogope. Hiyo shida nayo ulio nayo usiogope. Hayo matatizo ambayo unapitia usiogope. Huo kukuongea wanakuongea usiogope. Muite Bwana mahala ambapo ulipo. Mwambie Mungu, mimi niko hapa, siwezi nikaogopa, maana wewe uko upande wangu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haijalishi unaishi katika familia gani, haijalishi unatoka kwenye mazingira gani, haijalishi una wazazi au hauna, haijalishi kuna uwezekano kwenye familia au hakuna. Maandiko hayajasema hivyo. Yamesema kuwa ukimtegemea Mungu, ukimkubali Mungu, atakushika kwa mkono wake wa kuume. Na maandiko yakarudi akasema usiogope. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wakati unaweza ukapita kwenye masharibu ukajiona kama uko peke yako. Kuna wakati unaweza ukapita kwenye shida ukaona labda hautaweza. Kuna wakati unaweza ukapita mahala ukajiona kama umefika mwisho, lakini maandiko yanarudi yanatutia moyo wa kuwa pale ambapo mwanadamu umeishia, umuite Mungu na yeye ataanzia mahala hapo. Bwana asifiwe. Amen. Neno la Mungu linatutia moyo. Hatujaona neno la Mungu likituambia kuwa tukifika sehemu tumeshindwa tuitishe msaada kwa mwanadamu. Maandiko yanasema kuwa kwanza anayemtegemea mwanadamu amelaaniwa. Wewe ambaye uko na shida, muite Yesu peke yake ndiye msaada.
Muite Yesu peke yake ndiye tumaini. Maandiko yanasema mahala ambapo hakuna msaada, Yesu ndiye upeana msaada. Mahala ambapo hakuna tumaini, Yesu ndiye upeana tumaini. 11 inasemaje? Isaya 41 mstari wa 11 inasema, tazama wote walioona hasira juu yako watatahayarika. Tazama wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Haleluya. Amen. Watu washindanao na wewe watakuwa si kitu mbele yako. Maandiko yanasema kuwa wale walio na hasira juu yako, wewe ambaye unamtumikia Mungu, wewe ambaye Mungu amekuchagua, wale ambao wana hasira juu yako, Bwana asifiwe. Amen. Maandiko yanasema kuwa watatahayarika. Hakuna siku hata moja ambayo Yesu ataacha mtu wake akaanguka kwenye shida. Bwana asifiwe. Amen. Ijapokuwa tunamuona mtumishi wa Mungu Ayubu alipita kwenye changamoto, lakini tunaona Ayubu ile changamoto yake ilikuwa imeachiliwa na Mungu kwa sababu ya kupima imani. Sasa lakini nikutie moyo ya kwamba wakati ambapo utakubali kutembea na Mungu, wakati ambapo utamkubali Mungu kuwa mkozi wa maisha yako, wakati ambapo utamkubali Mungu kuwa kila kitu kwenye maisha yako, hakuna siku utaaibika. Maandiko yametuambia wazi, hakuna siku Mungu atamuacha mja wake akaaibika. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama ni shida, hautapata shida ya kuaibisha. Bwana asifiwe. Amen. Utapata shida, lakini ni kipimo tu. Watu walio kwa Mungu, sisi si watu wa kuteseka. Bwana asifiwe. Amen. Maana tunajua ni nani ambaye tumembeba. Maana tunajua ni nani ambaye tunamwabudu. Maana tunajua ni nani ambaye ako ndani yetu. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema Yesu ndiye mshindi. Na ikiwa Yesu ndiye mshindi, ikiwa Yesu aliweza kushinda kila kitu, iweje sisi ambaye tumembeba Yesu tukaogopa? Bwana asifiwe. Amen. Hatuwezi tukaogopa. Maandiko yanasema tusiogope. Amen. Atawatayarisha hao ambao wana hasira juu yako. Kuna watu wanaweza wakawa na hasira kwa sababu ya kuwa hauko katika kikundi chao. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna vile wewe si mchawi ukajiunga na kikundi cha wachawi eti ndio marafiki, na wakati ambapo utakataa kujiunga pamoja nao utakuwa ni adui. Bwana asifiwe. Na watakuwa na hasira juu yako, lakini maandiko yanasema ya kwamba hata kama watakuwa na hasira juu yako, lakini malipo yake ni kutahayarika, kuaibika, kusononeka. Bwana asifiwe. Maana Yesu hawezi kukuacha ukaaibika. Kuinua lazima atatembea na wewe, maana ametambia kwenye maandiko ya kuwa atatushika kwenye mkono wa kuume, ya kuwa atatembea na sisi mahala popote, atatuvusha wakati ambapo tumefika kwenye mwamba, atatuvusha. Bwana asifiwe. Amen. 12 inasemaje? Mstari wa 12. Mstari wa 12. Mstari wa 12 unasema hivi. Unasema utawatafuta wala hutawaona. Utawatafuta adui zako wala hautawaona.
wale wapiganao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa wale waliofanya vita juu yako. Watakuwa kama kitu ambacho hakipo kwa sababu ya wale wanaofanya vita juu yako. Amen. Mstari wa 13 unasema hivi, kwa maana mimi ni Bwana Mungu wako, nitakushika mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope, mimi nitakusaidia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko yanasema kuwa Mungu atakushika kwa mkono wake wa kuume akikwambia mimi nitakusaidia. Amen. Kumaanisha kama msaada ambao tuko nao ni Mungu peke yake. Haitasema kuwa tutafute msaada kutoka mahala pengine. Hapana. Msaada ni kwa Mungu peke yake. Amen. Amen. Tumaini ni kwa Mungu peke yake. Amen. Tegemeo ni kwa Mungu peke yake. Yeah. Kwa wale ambao wanamjua Mungu, Yesu ndio ngao yao peke yake. Hakuna msaada utaenda kutafuta kwa watu wa ulimwengu, kwa waganga wa kienyeji. Yesu ndiye mganga wetu ambao tumemkubali Mungu. Amen. Wakati ambapo tumeingia kwenye shida, tunamuita Yesu, tunamwambia Yesu, angalia mahala ambapo nipo, angalia situation ambayo nimefika, angalia mahala ambapo nimeingia. Na Yesu anasema kwenye maandiko yake hawezi akakusahau. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tutasoma kwa mfululizo mpaka mstari wa 15 alafu tutakuwa tukiachia hapa. Tutasoma Isaya hiyo 41 mstari wa 15. Tunaanzia mstari wa 14 mpaka wa 15. Nitasoma. Usiogope Yakobo, uliye mdudu, nanyi watu wa Israeli, mimi nitakusaidia, asema Bwana. Na Mwokozi wako ni Mtakatifu wa Israeli. Tazama, nitakufanya kuwa chombo kikali, kipya cha kupuria, chenye meno, utaifikisha milima na kuisaga mawe, utafanya vilima kama makapi. Bwana asifiwe. Wakati ambapo umemkubali Mungu, maandiko yanasema ya kuwa hakuna chochote kitakacho kushinda. Maana anasema kuwa utaifanya miamba kuwa kama makapi. Bwana asifiwe. Miamba ni kitu gani? Ni mambo ambayo yaliyoshindikana. Hakuna jambo lisilowezekana wakati uko na Mungu. Milima ni nini? Ni mambo ambayo yanaonekana kuwa magumu mbele zako, lakini Bwana anasema kuwa atakushikilia. Bwana asifiwe. Amen. Na anasema kuwa atakufanya kuwa chombo chake. Wewe ambaye umemkubali Mungu, maandiko yanasema kuwa Bwana atakufanya kuwa chombo chake, chombo kikali. Bwana asifiwe. Amen. Chombo cha Mungu kikali. Hakuna siku ambacho utachukua chombo kizuri ukaanza kuchezea. Hapana. Hakuna siku chombo kizuri utachukua kuchezea. Lazima unakitunza kwa sababu labda hata ya wageni. Bwana asifiwe. So Bwana akiamua kukufanya chombo, anakufanya chombo, utaonekana mpya kila siku, maana hakuna mtu anakuchezea. Amen. Bwana asifiwe. Maneno utakayoyaongea yatakuwa mapya kila siku, maana wewe ni chombo, unatunza maneno mazuri. Bwana asifiwe. Amen. Na hivyo ndivyo Mungu anatuambia mchana wa leo kuwa atatufanya
kuwa chombo kikali. Sio chombo tu, ila chombo kikali. Tukisoma kwenye Zaburi, maandiko yanasema kuwa Yesu ama Mungu wakati ambapo amejua ya kwamba hauwezi ukatunza siri zake, hawezi akakuachilia ama akakupatia siri zake, kwa sababu hauna ule uwezo wa kutunza. Lakini Mungu akikuchunguza, akielewa kama unaweza ukatunza siri zake, ndio maana anaweza akaachilia kibali ndani yako. Bwana asifiwe. Amen. So wale ambao mna siri za Mungu ndani yenu ni watu ambao ni watakatifu. Yesu anaachilia siri zake kwa yule mtu anaweza kutunza. Yesu anaachilia kibali chake kwa yule mtu anayeweza kutumia. Bwana asifiwe. Amen. Atakufanya kuwa chombo chake kiteule, chombo kitakatifu kwa sababu ya neno lake. Bwana asifiwe. Amen. Ningependa tukimalizia tusome kitabu cha Ayubu 19:23. Ayubu 25, 19:25. Ayubu 19 mstari wake mdogo 25 inasemaje? Ayubu 19 mstari wa 25 inasema, lakini mimi ninajua ya kwamba mtetezi wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Bwana asifiwe. Amen. Ayubu anasema kuwa hatimaye, hata kama Ayubu alipita kwenye changamoto, lakini maandiko yanasema Ayubu anarudi anasema kuwa anaelewa mtetezi wake bado yuko hai. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama utapita kwenye changamoto, hauwezi ukakata tamaa, maana unaelewa bado mtetezi wako yupo, maana unaelewa bado Mungu wako yupo, maana unaelewa bado baba yako yupo. Bwana asifiwe. Hauwezi ukakata tamaa, lazima utaendelea, lazima utatia imani, lazima utaweka kusubiria. Bwana asifiwe. Amen. Ayubu anasema kuwa licha na mambo yote ambayo Ayubu amepitia, Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu Ayubu alikuwa ameshamkubali Mungu na kumuelewa Mungu, ndio maana Ayubu tunamuona anashuhudia mambo mazuri ya kuwa yeye bado mtetezi wake yu hai. Bwana asifiwe. Amen. Angelikuwa ni mtu mwingine amepitia mateso kama Ayubu, labda angelikata tamaa, labda angelisema huyu Mungu hayupo. Lakini tunaona Ayubu amepitia mateso, na licha ya kwamba mwanamke wake alimwambia simtusi Mungu, lakini Ayubu alisimama kwenye misimamo. Bwana asifiwe. Amen. Ayubu alibakia kwenye misingi, akasema bado Mungu yangu yuko hai, bado baba yangu yupo hai, ijapokuwa mimi ni mgonjwa, ijapokuwa mali zangu zimeisha, ijapokuwa watoto wangu wameisha, lakini bado mtetezi wangu yupo hai. Bwana asifiwe. Amen. Mchana wa leo nikwambie, hata kama ni hiyo shida ambayo unapita, hata kama ni hao mateso ambayo unapita, lakini nikutie moyo ya kwamba si kwamba Yesu haoni, si kwamba Bwana haoni, lakini bado anaangalia, anahitaji wewe peke yake usogee umwambie Yesu, niko mahala hapa. Vile ambavyo Ayubu alisimama kwenye misingi, akasimama bado kumwambia Mungu, mimi bado ninakutegemea, mimi bado ninakuhitaji, wewe bado ndio msaada wangu. Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu wanaweza wakapita kwenye changamoto mpaka ukasema labda Mungu hayupo. Unaweza ukawa ni mhubiri mzuri ama mwimbaji mzuri, lakini ikafika sehemu ukapita kwenye changamoto mpaka ukajilaumu na ukaona kama Mungu hayupo. Lakini nikutie moyo mchana wa leo ya kwamba
bado mtetezi wetu yupo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bado Mungu anasimama na sisi. Ukitaka kujua kama Mungu anakupenda, utoke siku moja uone mpaka kwenye hospitali. Utembee tu, hata kama uendi kumwona mtu yeyote. Alafu hiyo siku ndio utaelewa kama Mungu anakupenda. Lakini upo hapo unafanya kazi zako, unafanya kila kitu, lakini bado unaendelea kumlaumu Mungu. Labda Mungu hanipendi. Bwana asifiwe. Amen. Labda Mungu hanioni. Mungu hakuoni wakati una uhai. Watu wanaongezewa pumzi, wanatumia mashini kupumua, wanatumia damu ya watu wengine hospitali kila masaa. Lakini wewe Mungu amekujalia neema. Wewe ni mzima, unapumua vizuri, uko na afya nzuri, uko na familia nzuri, wazazi wako wapo, lakini bado unasema Mungu hakupendi. Bwana asifiwe. Amen. Nikutie tu moyo ya kwamba hayo ni mapito tu. Ikiwa utakubali, ikiwa utamjua Mungu, ikiwa utamkubali Mungu, hayo yanaonekana kuwa mapito na yanaonekana kuwa ushuhuda. Baada ya hayo kupita, inabakia kuwa ushuhuda. Bwana asifiwe. Amen. Haijalishi unapita kwenye hali gani, haijalishi unapita kwenye mapito gani, haijalishi unapita kwenye nyakati gani, lakini ikiwa una Mungu ndani yako, ikiwa umemkubali Mungu ndani yako, hiyo inabakia kuwa ushuhuda. Bwana asifiwe. Basi ningependa tusimame wakati ambapo tunapoenda kumalizia kwa maombi.